Bana yao kwa heshima hiyo ndio kodi ya mtaa inakwambia hivyo kizazi kabisa Kinyamwezi. Sasa kama ulikopo fahamu inabidi ujue kwamba niko hapa kwa ajili ya kujuza ambacho unabidi ukifahamu, si ndio? Unapoiona hii logo imekaa Kinyamwezi jua kwamba mdachi wa 5 The Real Image na Mira originated from Africa Tanzania, na leo location inasoma by 4 Ways hapa Morogoro. Sasa niko kipande cha 14 Style Fashion kusema na Mnyamwezi ambaye anafanya fresh kwenye game ya Singeli. Sasa ni nani Mnyamwezi? Inabidi ufahamu tu ya kwamba hii game ndio ya kwake na miji yote inatambua na vizazi vyote vinatambua kwamba Mnyamwezi anafanya balaa lake kwenye muziki huu. Sasa ndio sasa tuna mambo mengi ya kuzungumza humu ndani ambapo unapaswa wewe Kinyamwezi kabisa utege sikio lako, utege macho yako Kinyamwezi kabisa, manake bacho kwenye screen ili tuweze kuona vile vyote ambavyo vinapaswa kuonekana kizazi kabisa, si ndio? Sasa yapi ibidi akazungumzia humu ndani? Njoo Kinyamwezi, fanya kama unakuja na mimi ili mwisho wa siku tuweze kwenda sawa kama unavyokwenda wao. 14 Style Fashion ndio mzigo tulikopo nao, si ndio? Twenzetu. Che. Yeah, Jay, once again. Kama kawa, familia, si ndio wazee? Unyama ni mwingi jioni ya leo. Bana, kama nilivyokuambia, location inasoma 4 Ways. Na hapa tupo ya 44 au Kiingereza wanasema 14 store. 14 style. Bana, tupo 14 style kwa J Combat kizazi kabisa. Hii ni shop lake la Kinyamwezi kabisa ambayo inapatikana hapa Morogoro. Hapa njia panda ya wapi? Kidabaga hii. Kidabaga. Msamvu shule. Kidabaga Msamvu shule ndo location ya mzigo unapopatikana hapa. Kwa kodi zote za Kinyamwezi kizazi kabisa, fanya unadondoka hapo. Uwezo kama Mnyamwezi upo Morogoro, alafu upendezi kwa Mnyamwezi J Combat unakopo hujakosea kodi, unakopo hujazingatia kodi kizazi kabisa, si ndio? Na hivi ndivyo tunavyofanya. Kaa hapa na mimi uweze kufahamu mengi ambayo yanamhusu Mnyamwezi J Combat kizazi kabisa, si ndio? J. Vipi mzee? Kama kawa. Kama kawa baba. Ushindi wa kutosha. Ushindi wa kutosha baba. Bana, kwanza kitu moja mimi kilichonifurahisha kwako ni kwamba uache asili. Yaani mara nyingi kuna hili neno wasemaga asili, atuache asili, yani unapenda sana kulitumia na hiyo imekuwa ni kacha yako, yani uhalisia siku zote ndio ipo hivyo yani. Why iko hivyo? Tunaamini ukiamini cha nyumbani, ukiamini cha kwako basi kitadumu. Hata kama utapata baadaye watu wakukilisi, watakisamini kama kitu cha nyumbani. So tunapendekeza sana vya kwetu kwanza. Msanii wa Singeli ambaye ametoa album ambayo ina season 1 na season 2. Season 1 iko na ngoma 12, season 2 na ngoma 12, Sound of Africa. Maono yako yalikuwa ni yapi mpaka kusema hii niite Sound of Africa, na kama ikiwa ni Sound of Africa itaenda wapi na itafika wapi? Maono yangu au mafikirio yangu ya kuita Sound of Africa kutoka na mara ya kwanza nilikuwa nilishachia IP zaidi IP kama 3 hivi. Ile IP ya kwanza pilika ilikuwa na ngoma 8, nikaja nikaacha IP ya pili time bado ilikuwa na ngoma 8, nikaja nikaacha IP ya 3 kila mwaka nayo ikawa na ngoma 8 ambazo zikiwemo we nani ubarikiwe, kuna ngoma nyingi zilikuwa katika IP ya mwisho. So nikasema sasa kwa mashabiki washazoea J ni mtu wa kutoa kazi. Ana bwana J haipiti mwezi bila kusikia kitu kipi. Kwa sikutaka kuwakata kiu cha kuendelea kunisikiliza. Nikaamua niwatayarishie albamu ya Sound of Africa ambayo ina ngoma 24. Ina chapter 1 na chapter 2, kurasa ya kwanza na kurasa ya pili. Lengo na matarajio ya kuacha Sound of Africa, cha kwanza kutokuwaboa mashabiki kwenye kutokuchoka kusikiliza. Cha pili, kwa time nilioipata kwanza kwenye ngoma ya Wigu pia ilinipigisha hatua kubwa ya kusogea sehemu nyingine ambazo nilikuwa sikusogea. Kwa hiyo niliacha Sound of Africa. Kuna baadhi ya miji, mikoa, mitaa, unajua kuna kazi nyingi tulizifanya kitambo ambazo wengi wanazijua. Kwa hata mtu akaenda akiangalia kwenye account, akiangalia ngoma za J Combat atakuta ngoma la baadhi zilizofanya katika quality mzuri ya ngoma 5, 6, 7 kipindi cha nyuma ambazo ndo mashabiki watu wanazimba sana mtando ya ngoma kama ubarikiwe, Unifute machozi, ngoma za 2019, ngoma za 2020, lakini sasa hivi ndo watu wanazimba vibaya. Ukiangalia quality wa 2019 na quality wa 2025 tofauti.
Kwa hiyo anaweza akawa mtu akatamani kumsikia Jay Combat zaidi na zaidi, akaenda kukutana na ngoma nyingine ambazo si sawa. Kwa kipindi niko nafuatilia nikaja kuonaga bana Jay Combat tunasema huu ni wakati wako yani kwenye muziki wa singeli. Hata baadhi ya wasanii ambao wameshafanya vizuri kwenye game ya singeli wasikuingilie, kuna mipaka fulani inabidi waiweke. Wengi walitamani kipindi kile hivi iko moto wafanye na wewe remix nyingi za kutosha, ila wakipindi ukaambia hapana, mimi nitaangalia naye anayefaa aje, ambaye asiyefaa iko pembeni. Sasa hivi upepo upoje? Tunaendelea na misingi ile ile au mtu yote sasa hivi akitaka tuje tunafanya? Mimi misingi yangu iko pale pale, maana kazi nafanya tangia niwe na hiti, kwa bado naendeleza kufanya kazi. Kuna hiti zipo kama Kisingekuwepo Kifo bado haija official audio, lakini nao kama ni hiti ya mtaa, sio official audio, sio haikurekodiwa kama audio, kwa nao ipo jikoni. Kwa hiyo ile nao ni hiti nyingine. Bado kuna kazi zipo kina Stukizi, kuna kazi nyingine nimefanya na kina Kusa, kazi nimefanya na kina Chino, hazijatoka kazi, si unajua. Kwa hiyo sisi tunaamini muziki nao ndio kama biashara, atupo kwenye game la muziki kwa ajili ya kuharibiana. Sio kwa kuwa mtu kafanya kitu kimepata time ya kusikilizwa na wewe ufanye kitu ili ukabomoe mpango wa mwenzio. Sisi tupo kwa ajili ya kupeana ya time. Watu nimetoa kazi yangu ya wivu, watu walifanya wapo watoto wa ngoma, si unajua, lakini nazo hazikwenda fresh, si unajua. Ndio maana hata time hiyo wameachia hit, mimi nimwape ya time, bado nipo nasikiliza ngoma yangu vile kazi zipo kibao, hit zipo kibao, kuwaoneshia kwa hit zipo. Ndio maana hata kwenye show zangu ukiangalia show zangu nyingi, nyimbo zangu wanaimba mashabiki, si unajua, na nyingi sio official audio, nyimbo za kwenye show live tu, ukienda kwenye performance zangu mashabiki ndio wanaimba. Kwa hiyo mimi jambo ambalo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mimi kama mimi, cha kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ni hatua kubwa niliyoipiga kwa hapa sasa hivi, na misingi yangu mimi iko pale pale, haijabadilika. Ani msanii uliyekuwa fresh, unafanya muziki mzuri, mimi kazi tunafanya, so unajua, siangalie msanii mchanga, siangalie msanii mkubwa. Kikubwa unafanya kitu kizuri ambacho kitaelimisha jamii, kitu ambacho kitaifikia jamii kwa wakati husika. Basi kwangu wewe ni artist bora, tunafanya kazi. Kwa upande wako ipoje? DJ Mushizo amehusika kama kuwa daraja la kukusaidia wewe uweze kukutana na wasanii wengine wakubwa, au wewe ngoma zako ndio zimepelekea mwisho wa siku Wanyamwezi na wasema bana, au tunamhitaji tufanyie remix? Tunamwona Ibra amedondoka, baada ya sasa hivi imekuwa familia. Vipi, ni Mushizo au wewe mwenyewe chemistry yako imekuwa Kinyamwezi ndio maana imepelekea makolabo kama haya kutokea? Ndio maana kuna time kwenye interview zangu nyingi niko nasema huu bwana, huu wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Kwa mwenyewe naamini Mushizo akunifuata kuniambia je, tufanye kazi, watu tufanye vipi, lakini yeye alisikia kazi, aliona hii kazi mimi nitafaidika, yeye atafaidika. Alinishirikisha na mimi nikamsikiliza, nikaona anachoniambia hiki mimi nitapata faida, japo haitakuwa kubwa, si unajua, lakini nitapata faida kwa hiki kupitia. Kwanza nitapata kutoka na Mushizo kwa kipindi hicho mimi nafanya wivu, Mungu alikuwa kashambariki, alishapata jina tayari la kusikilizwa na watu. Kwa hiyo cha pili mimi nilichokifuata kwake Mushizo, kama pale ni ule boss studio, niomba kiangalia hata wivu mimi sikuipandisha kwenye account yangu ya YouTube, ngoma ya kwangu, beat la kwangu, kila kitu cha kwangu, lakini nilishindwa kuipandisha katika account yangu ya YouTube kwa sababu account nilikuwa nayo uchanga. Ngoma kapandisha Mushizo, ila riziki napata, wakina Badesti wanapata, wakina Ibra wanapata, connection ya kazi kwa kali, kufanya kitu kizuri, tunaamini kila mtu atakukimbilia. Kwa tarajia ujio mwingine wa wewe na Ibra kama Ibra, wewe na Badesti kama Badesti? Tutarajie na sisi utakuwa mwezi wa 12 mwishoni tutaachia kazi. Tutarajie na Ibra, tutarajie na Badesti, kazi zipo mpya ambazo wapo wameshakaa tayari. Upande wako hivi Stukizi ilikuwaje? Ni Kinyamwezi mwisho siku mkasogezana kwa karibu bana, kuna stories zisha trend sana bana, Mnyamwezi inabidi aingie WSB, maybe akiingia WSB kutokana na muziki wake wa singeli inaweza kaa ni mapinduzi mengine ya muziki wa singeli duniani. Stukizi imekuwaje chemistry yako na yeye mpaka mwisho siku mtengeze ngoma ambayo baada sasa hivi haijatoka? Na Stukizi kwanza hata kuna interview zake na nyingi, brother alikuwa ananifuatilia, unajua, kwa kuuliza bwana kuna msanii anaitwa Jay hivi check na wote, kwa yeye naye alikuwa ananifuatilia, alikuwa anakubali muziki ninaofanya mimi. Brother alitupigia simu tukaenda kwa Stukizi pale, unajua, tukafanya kazi. Hakukuwa na competition yote, alikupata changamoto yote, unajua, alitupokea fresh, unajua, tukafanya kazi kaisha, na bado akatugea time bwana, kama mnakuwa na majambo mengine kuja kuyafanya mfanye kazi zipo pale, na kuna msanii yupo ndani, watarajie kuwa kama surprise tu mashabiki zetu.
Ya kazi zipo nyingi. Katika harakati zako za kuwepo studio pale kwa Stukizi, wasanii wengine ambao wanakuta mle ndani vipi na wanasemaje kuhusiana na mchango wako wa muziki wako ambao umekuja na utofauti kwenye game ya Singeli? Wengi wanakubali sana, wana appreciate tunavyofanya kwa sababu tunaona, unajua ukiangalia aina ya muziki wa Singeli, so sisi kwenda kupata makolabo na wasanii wa Bongo Flava wengine wakubwa, wengine kama wengine walikuwa wana mafikiri ya kuja kufanya muziki wa Singeli, na kunakuta mtu unamshawishi unafanya naye kazi kutokana na aina ya muziki. Ya ukiangalia ngoma kama hivi imenigea bado baraka za kupata msanii kutoka Kenya, Ten Blues, ambaye sasa nimefanya ngoma 3. Ngoma ya kwanza niliachia inaitwa Amen, unajua nilifanya na Mkenya Ten Blues. Sasa hivi kuna ngoma nyingine kama 2 nazo bado zipo bank hazijaachiwa. Ya kwa hiyo zote tunaamini ni nguvu ya kufanya vitu vizuri na kuamini wakati wa Mungu. Nikifuatilia kidogo bwana, nikirudi nyuma, Jay Combat wewe umebahatika sana pia kupata show za ushuani. Na show za mtaani huku unapiga sana, yani na huwa vibe la kutosha liishike na lipingike, yani mashabiki mdo wengine wanaimba tu wenyewe nyimbo zako. Changamoto gani ambayo unaipata ukiwa unapiga show ushuani na ukiwa unapiga huku kwetu huku Swazi, unajua yani kitu gani ambacho kinakela ushuani ukiwa unapiga zako show zako? Ushuani hakuna kinachonikera, sema unapiga show ushuani ujue ni show ya uhakika zaidi. Cha kwanza unajua mtu unaposikia bwana je anabutua ya House Massacre, unajua je pia ajenda kuifuata 300 au 400 ipo ya House Massacre pale kachukua na mapointi yake mbele. Show zinazo tugasi au kutukera mtani nazo sio mbaya, japokuwa zinakuwa za maungo za kuingiwa na watu, sema gasi sana inakuwa unapoenda kuperform eneo ambalo kuna watu kutoka nao kitambo, kuna watu ambao ulikopo una sourcing nao, so ndio maana sasa unakuta msanii anakuja na manager, msanii anakuja na body. Kwanza ukutana na wanao kwenye show mtaani, oya mwanetu vipi, unakuta tena body ndio kushika watu, twende bwana utachafua band kutana mwanadamu, mwanangu sasa kashapanda kaenda kuona inatuia vigumu sana muda mwingine. Kwa moyo wako wa amani mara nyingi huwa unakupa wapi, ushuani au unapiga show Swazi? Moyo wangu unakuwa na amani ninapokuwa ushuani, kwanza kwenye wingi wa riziki, pia mtani nakuwa na amani ninapokutana na wanangu ambao wanaelewa maisha ya kweli tulipotoka, wanaelewa uhalisia wa maisha yetu yale tulioishi hadi hapa tulipofikia. Kuna wapo wenetu wanaelewa kweli huyu ngoja kwanza fight yake katoka pagumu, inabidi ajitafute apate ili na sisi tufurahi. Wapo kuna wale wanaamini huyu bwana sasa hivi huyu katoka, huyu ana mahela, sema naamini mtu ukishapata jina hata wakabadilisha marafiki ana watu wengine, kumbe sio, kumbe mtu mwingine yupo kimya kwa ajili ya kufocus vitu vingine vya kimaisha zaidi. Hayo maneno huwa kukati wewe. Mimi yani nikati kutokana wapo mabrother zetu walikuwa wanafanya muziki, tunaona tunasikia vitu kama hivyo wanaambiwa, wengine walikuwa na mioyo midogo, wengine ndio unakata tamaa na kazi, mtu anaondoka sehemu bila kupenda kutokana na maneno ya watu, kumbe sio. Popote vinakuwa ndio mwingine ni changamoto tu, unaweza ukaweka uvumilivu wako ukakaza, one day Mungu anakutana kufungulia milango na unakuwa kama unavyotaka kuwa. Ndio unapata mashavu sana, mambo ya serikali yanakuhitaji sana. Uje kufikiria kuacha asili yako kwa sababu ya mitazamo ya vitu vipi ambavyo vipo mbele yako bana, hata hizi rasta nizitoe kwa sababu unakutana na watu wazito nini, mtazamo wako ni ule wa asili utoe, uwete mtazamo mpya kwa sababu mazingira ambayo yapo wakati huo. Vipi hapo? Mimi naamini sana kwanza hali yangu, naiamini sana hali yangu kutokana kama rasta sio mionekano sio viduku sio vinini, wote hiyo mtu unakuta lifestyle la mtu. Unakuta mtu mwingine anaweka rasta kama bwana umi ndio muonekano wangu kwenye show, lakini mimi kama kutokea shavu hapo sio rasta wataki, napunguza natoa tu, unajua kutokana mimi bado kuna kitu nakitafuta. Bwana hizo rasta sitaki, kuna mshindo mnene hapa upo, napunguza dingi natoa. Kisha kutokea lakini kisha kutokea kitu kama hicho bana, kwa sababu unabidi kupiga show fulani kwa mheshimiwa fulani, inabidi sasa utoe. Sema kikubwa au tunachoshukuru wenyewe waheshimiwa wanakuwa wanaelewa da vijana wetu hao. Sema lazima kila mtu anapokuwa ipo kwenye karata yake kutoka kuna kitu, kuna watu wana madesign, mtu bwana mimi kuna design ndo ana design nika hivi. Kama last season tumeenda nazo Ikulu, tumeitwa nazo, nimeingia nazo Ikulu. Kwa heshima. Kwa heshima. Si ndio sasa? Noma sana mzee, nishavuka nazo, nishapanda nazo ndege kwenda sehemu kibao, tushaenda kwa nje ya visiwa huko.
unajua kukutana na waheshimiwa kibao. Sema unajua vijana wote tupo kwenye utafutaji, tuko na rasta hizi. Azizuie wewe kama kijana kukosa heshima kwa sababu una rasta ukose kumheshimu mtu uongo. Sure. Heshima mtu tabaki kwa pale pale, rasta tabaki kwa pale pale. Kwa na bwana kijana ana heshima au ana kisa na rasta ujue kwa malezi mabovu alipotokea. Yeah.